naonekana kama sehemu ya maandalizi ya wapo ulipo ndio kwenye mic ya host mkuu wa kipindi cha Bao la Asubuhi na headphone ndio hizi hapa. Karibu tukaribishe na utufungulie story ya Yanga. Bwana, uhali gani msikilizaji wa Bongo FM? Ni matumaini yangu humzima tena hubuheri wa afya kabisa. Karibu katika kipindi cha Bao la Asubuhi. Hiki ni kipindi kinachokuletea taarifa kede za michezo zilizojiri, zinazojiri na zile zinazotaraji kujiri. Siku ya leo tunazo story nyingi kwa kweli, na ilivyo bahati nimeketi na watu wazito kwa kweli. Pamoja nami ameketi Nazareth Upete, lakini pamoja nami pia ameketi Abdul Ghafali Ali Chisano, lakini pia tunaye Peter Lugendo, mtu mkubwa kabisa huyo. Lakini vivyo hivyo tunaye National Mwambane. Jamani, kwema sana hapa. Bwana, tuko vizuri. Ninayo furaha kubwa sana. Kali sana. Yeah, ninayo furaha kubwa sana. Bwana, leo tuna story nyingi kwa kweli, na pia msikilizaji wetu unaona nafasi ya kushiriki Cheza Pesa, utakiwi kuacha hiki kitu bana. Dakika 45 ndio hivi. Na dakika 45 inakwenda kutoka pesa hapo. Laki moja. Sekunde nzima kabisa. Lakini pia usisahau unachukua kwenda kwenye sehemu ya kufanya miamala, namba ya kampuni 321111. Lakini pia kumbukumbu namba ni 333 ama neno bongo. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Una nafasi ya kuruhusu muamala wako, unachia namba ya siri pale, alafu sikilizia wewe tu. Muda wote mshua anakwenda kumwaga vitu pole pole. Bwana, umetisha kinoma. Bwana, umeua sana bwana. Twali bwana kuweka benchi leo kwenda kwenye timu. Benchi bwana Twali bwana. Wewe nisamee bwana. Nimetubu Twali. Twali tunataka kufahamu kitu bwana. Uko level gani pengine kwenye kupambania ndoto yako kwenye upande wa elimu? Uko level gani katika kupambania ndoto yako uandishi wa habari? Katika ndoto yangu ya elimu hivi sasa ni mwanafunzi wa kidato cha 6 ambaye siku chache natarajia kwenda shule. Kwa sababu nilikuwa kidogo maradhi yalikuwa yananisumbua, lakini sasa hivi nipo sawa, sasa nataraji kurudi shule. Okay. Kwa hiyo pengine miaka 3-4 ijayo tutarajie kuwa na wewe kwenye madawati haya. Inshallah tutakuwa sote katika Bao la Asubuhi. Ndio sehemu ambayo natamani sana kuja kufanya kazi. Bwana Lugendo, na inawezekana. Naam. Lugendo bwana, mimi nimwambie tu Twali. Kama hapo ndo hajaingia hata hajaenda chuo hapo. Ndo anatangaza hivyo. Basi Twali bwa moto sana. Yaani kama kabisa, yani kama hivyo unavyotangaza ndo hujaenda chuo kusomea, watu hawajakupika. Maana mwenyewe hapo sikuwezi babu. Hapo sikuni nzuri. Asante sana Twali, na tunafurahi sana kuwa na wewe leo. Tunakutakia kila laheri kwenye masomo yako ya kidato cha 6 ambao unaelekea, lakini pia Mungu akusaidie chuoni, tukutane kwenye madawati haya baada ya chuo. Kabisa. Poa bwana. Asante sana. Shukrani sana. Yes bwana, tulikuwa naye hapa Twalib Blind ambao unaweza kumuita namna hiyo kwenye mitandao pia kijamii unampata hivyo Twalib Blind, na amekuwa nasi hapa. Ni miongoni mwa wadau wakubwa, mashabiki wakubwa sana wa Bao la Asubuhi. Tukasema leo tubariki kwenye mashabiki hapo na kwenye kipaji. Asalamu alaykum. Anaijua script yote. Bwana. Yomba vizuri. Akamaliza bwana. Kwa hivyo. Jangwani, na taarifa ziko nyingi hapo kutoka Jangwani. Kuna kuelekea wiki ya wananchi, kuna kurejea kambini, na Simba wanarejea kambini. Walikuwa sharejea hivi tarehe yao ile inasoma tarehe 20 Yanga. Ndio wanarejea tarehe 20. Wao wanarejea hapo, sijui watakuwa na wangapi, maana msimu huu wamekuwa kimya kwa kweli. Series zimekuwa nyingi. Zimekuwa masuala mengi ya kimya mengi. Karibu bwana Twalib. Karibu sana bwana. Karibu sana Bao la Asubuhi, karibu sana kwa mara nyingine tena Bongo FM. Najua walishafika hapa mara kadhaa, na sio mara yako ya kwanza bwana Twalib. Msogeze kipaza hapo tuungurume naye kwa pamoja. Bwana, mambo ni vipi kwanza? Mambo ni safi tu, sijui habari za hapa Bongo FM. Bwana, sisi tuko vizuri kabisa. Ningekuwa tupo Dodoma tungesema Mswanu. Ndio. Tunaendelea vizuri kabisa. Karibu kwa mara nyingine tena. Shukrani sana. Najiona mwenye fahari kubwa sana kuja katika meza kubwa hii ya Bongo FM. Bao la Asubuhi, taarifa tulizipata na zikatufikia kwamba wewe ni miongoni mwa mdau wetu mkubwa sana wa Bao la Asubuhi. Toka lini bwana? Bwana, mimi nimeanza kufuatilia kipindi hichi kitambo sana. Nilikuwa tangu mwaka 2020 nilikuwa nasikiliza sana Bongo FM, na nilikuwa nasikiliza sana kipindi cha Bao la Asubuhi. Kuna muda kipindi kilikuwa kinaruka saa 6 mpaka saa 8. Enzi hizo nilikuwa nafuatilia sana. Kwa ndio hivyo. Okay. Kwa hiyo umehama kutoka saa 6 mpaka alfajiri, bado tupo pamoja. Bado tupo wote na tunazidi kulisongesha. Ni nani ambaye wakati unakuja ulikuwa unatamani ukutane naye bwana? Wakati hapa nafika nilikuwa natamani nikutane na Abdul Ghafali Ali Chisano. Yuko pembeni yako. Bwana, mpeta mkono bwana.
mpe hata mkono bwana. Mpe bwana hata mkono. Jamaa pamoja na kwamba pamoja na changamoto ya kutoona, bila shaka ukisikia sauti tu unamjua. Najua kabisa. Mtaalamu kabisa, mbobevu bwana. Nikisikiliza anga la mbali kuna kibwagizo pale. Moja ya story yake pendwa kabisa ilonivutia ni Pavlyuchenko na Arshavin, Andrei Arshavin bwana. Ile ya udukuzi. Ni moja ya kitu ambacho nilikipenda, nikifuatilia kwa kina kweli kweli akisikiliza. Okay, kibwagizo cha anga la mbali bwana. Upete pia yupo bwana. Nazareth Upete. Mtaalamu kabisa huyo. Yupo pia bwana. Bwana Upete msogelee bwana kwa mkono kidogo bwana hapo. Na tutapata nafasi ya kusema tutaenda nje kule sasa hivi, lakini kwa sasa hivi hata kwa mkono bwana hapo. Nipo vizuri. Shwari kabisa. Manchester United. Amekuja na jezi kabisa. Wewe ni shabiki wa Man U? Mimi ni Arsenal, lakini hii jezi ina story yake hii. Hii jezi ina story yake. Yaani hii jezi kakaangu mimi ni shabiki wa Manchester United. Sasa aliniambia, kwa sababu mimi nimwambia tunachukua UEFA, tunachukua na ligi kuu. Aliniambia mkichukua vyote mimi sitovaa jezi tena ya Man U, lakini tunakubaliana kama utachukua UEFA kama utachukua ligi mimi navaa jezi ya Arsenal, ila na mimi ukikosa UEFA utachukua jezi ya Man U. Kwa kuwa nimekosa UEFA, unatimiza ahadi. Ndio maana nimeamua tu nitimize ahadi ya kaka yangu bwana anaitwa Hamisi Suleiman. Bwana ile noma bwana. Tunafurahi sana kuona tuko pamoja hapa, na tunafahamu ya kwamba miongoni mwa dream yako pia ni kwenye hii tasnia ya uandishi wa habari. Ni kweli kabisa. Vipi ni mwanamichezo mwenzetu au utakuwa kwenye mambo mengine huko? Mimi napenda kuwa katika tasnia ya michezo kwa sababu naamini kipaji changu na talent yangu ndio ipo huko. Okay, kwenye uongozaji wa vipindi au kwenye uchambuzi au analyst tu. Nimejikita sana kwenye kuongoza kipindi, kuhost naweza. Kwa mfano hata hapo kinaachia nafasi, naweza nikachia. Basi hamna shida, mimi njoo hapa bwana. Msogezeni hapa bwana. Nimwachie mic namba 1. Mlete hapa, mlete. Maana usitangazie hapo, njoo kabisa mic namba 1 hapa. Utuongozee story, utufungulie story ya Yanga kuelekea wiki ya Mwananchi, lakini pia utuongozee kuhusiana na maandalizi ya Yanga msimu ujao na yale ambayo bao la asubuhi na mgeni wetu hapa tulikuwa naye hapa Twalib Blinder. Nimeona pia kuna huyu hapa anaitwa Adrian, anasema Mungu amtunze jamani, lakini pia anaitwa Maliam Haji anasema aya Chisano nimekupenda sana, akakuwekea makopa kutokana na kile ambacho ulikuwa ukifanya na Twalib, lakini anasema hakika wana bao la asubuhi mmefanya jambo kubwa sana la msingi kwa kuchangia kwenye mchango wa kipaji cha huyo jamaa, ametisha kinoma. Anaitwa Yohana Luchapa, lakini pia bila kumsahau pia Cornald anasema kipaji chake ni cha juu sana. Emmanuel Angelos anasema jamaa anajua kweli, wakati Raymond naye akisema huyo jamaa ni noma sana. Bwana ni wengi sana, big up nyingi sana kwake na bless, na sisi pia tunabariki safari yake ya masomo ili ikiwezekana siku moja tuwe naye hapa atimize ndoto zake za kuwa miongoni mwa wafanyakazi wa bao la asubuhi na mambo yaende vizuri kabisa. Uganda jiandae kuwa producer. Mwamba anakupiga noka. Kwanza alipoenda na ile script ile. Nikasema hapana Alex. Hapana bwana. Kibarua chako kiko mashakani. Uzuri naweza kuwa ta co-host. Yaani uwezo kashirikiana na Adamu Kawalika. Naweza kuwa ta co-host. Hamna shida sana. Bwana naomba nitoe kwanza 100,000 niliyoahidi, lakini nitapiga simu ninapotoa 200,000 na 100,000 nyingine. 100,000 kwa watu 30 zinatoka saa 1 dakika 58 59 pale. Inatoka 100,000 nyingine, lakini wakati huu hapa mimi nimeshatoa 100,000 pia za dakika 45. Kwa sababu dakika 7 tuanze kwanza jambo, sio tukajikuta muda umeisha. Upete. Furaha yako mbona imekuwa ndefu? Chisano naye ana vita. Kwa nini? Vita ni kali. Kuna nini? Chisano hata tobo. Umeona chuma inakuja hiyo? Vita ni kali.